Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tunamshukuru Allah kwa kuweza kupatana tena kwa muda huu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunakumbushana kuhusu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inatupaswa sisi sote kurudi kwa Allah na kuachana na maasi kama vile tunavyozoea kuifanya, kwa sababu maasi huwa ina mipaka yake ambayo mtu unaweza ukajitenganisha na wewe. Manake usichupe mipaka ya kufanya maasi, kwa sababu utakuja kuangamia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, na utakosa mtetezi mwenye atakuja kukutetea pia kukunusuru. Kwa hiyo ukifanya maasi, tukumbuke kumrejelea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hatutasema pia tuache kufanya maasi, tujitahidi kuachana nayo kwa sababu yanatupeleka vibaya. Lakini ukifanya kwa bahati mbaya au kwa kukusudia, basi kumbuka kumrejelea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye anatuambia kwamba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Anamwambia mtume kutuambia kwamba waambieni, yani waambie waja wangu ambao wanajidhulumu au wamekosea nafsi zao kwamba wasikate tamaa kwenye rehema zangu mimi Allah. Inna Allaha huwal ghafurur rahim, hakika ya Mwenyezi Mungu ndo mwenyewe kuwa msamehevu, mwenye kuwa na rehema. Kwa hiyo tukitegemea kwamba Allah atatusamehe, basi tusiwe tunazama sana katika maasi, ili hali tusipate kupotea sana. Na kwa wenyewe huwa wanashindwa kumwabudu Mwenyezi Mungu, pia kupatana na maasi iliyokuwa ya juu. Ruksa kwa kufanya maasi, kumkosea Allah aina yoyote ya dhambi ambayo unayataka wewe, kwa masharti mitano tu. Sharti la kwanza, ukitaka kumwasi Mwenyezi Mungu, ukitaka kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, basi uhakikishe kwamba riziki ambayo unayala wewe sio riziki aliyeumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani sio riziki ambaye kakuruzuku Allah. Jambo la pili, ukitaka kumwasi Allah, basi nenda ukafanye maasi yako sehemu ambapo hawezi akakuona, pia hawezi kukusikia Allah subhanahu wa ta'ala. Na yani upate kuumba dunia yako au upate kuumba sehemu yako ambayo Mwenyezi Mungu hatakuona na pia hatakusikia. Na sehemu ya tatu au jambo la tatu ambalo tunatakiwa tuifanye au tuijue, ikiwa unataka kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi atakapokujia malakul mauti kwamba anataka kuchukua roho yako, umwambie kwamba akuachie muda upate kuswali, upate kurudi, utoe sadaka, upate kufanya khairi ambayo unaweza kuyafanya kwa hiyo muda wa mwisho, ili upate kuwa mwema kama atakubalia. Na sharti la nne, ukitaka kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakikisha ya kwamba hiyo siku ya kiyama wewe ambaye utakuwa umeshamwasi Allah, utakuwa umeshamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakapokujia malaika wa moto wa Jahannam, shindana nao, pigana nao, pambana nao mpaka upate kuwashinda na uwatoroke kuingia katika janna ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikiwa utaweza haya masharti. Na sharti moja iliyobaki, basi tushare pia comment ili tupate kuwasiliana zaidi, na hapo tutakuja kumalizia sharti la tano iliyobaki. Wa hadha, assalamu alaikum.